Ili uwe wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Nizungumzie kidogo kwa sababu nimepata jukwaa leo suala la wamachinga. Najua kwamba serikali tumetoa fursa kubwa kwa ndugu zetu hawa kufanya biashara zao kama njia moja ya ajira kwao. Kila mtu akiwa anafanya kitu chake cha kumpatia mkate wake wa kila siku, serikali inapungukiwa na mzigo. Na watu hawa wamekuwa wakifanya kazi katika maeneo tofauti tofauti. Wakuu wa mikoa wanawapanga, wakuu wa wilaya wanawapanga, lakini pia kumekuwa na laxity, watu wamepumzika kiasi ambacho watu hawa sasa wameenea kila pahali, mpaka kwenye maduka wao wanaziba, maduka hayauzi, wanauza wao mbele. Mpaka sasa wenye maduka baadhi yao wamepata na wenyewe mtindo wa kutoa bidhaa ndani na kuwapa wamachinga kuuza, kwa sababu watu hawaingii ndani. Lakini tendo hili linatukosesha kodi, kwa sababu machinga halipi kodi, lakini mwenye duka anatakiwa kulipa kodi. Kwa hiyo wito wangu kupitia jukwaa hili, ingawa hapa sio pahali pake, kwa wakuu wa mikoa kuchukua hatua za kuwapanga vyema. Na ninaposema kuchukua hatua za kuwapanga vyema, sitaki kuona yale ninayoyaona kwenye TV. Ngumi, kupigana, kufukuzana, kuchafuliana, vitu kumwagwa. Mnaweza mkachukua hatua vizuri na kuwapanga vyema, bila kuudhi wenye maduka, bila kuudhi wa machinga, na maisha yakaendelea. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu wakuu wa mikoa ambao mnanisikia, mmoja yuko hapa lakini wengine wananisikia kupitia runinga, wachukue hatua zinazostahiki bila kuleta vurugu, fujo na uonevu. Nimeamua kufanya mabadiliko, lakini nimeanza mabadiliko kwenye muundo wa wizara mbili, iliyokuwa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Sasa inabaki kuwa Sanaa, Utamaduni na Michezo. Na nimechukua habari nimeipeleka kwenye iliyokuwa Mawasiliano ya Habari. Nimefanya hivyo kwa sababu kwanza ni kuifanya Wizara ya Habari, Mawasiliano, Teknolojia ya Habari kutimia ile maneno habari yote yako huko. Na nadhani ikikaa hivi watafanya vizuri zaidi. Lakini pia kilikuwa na kilio cha muda mrefu cha wale watu wa sekta ya habari kwamba wangependa iwe hivyo. Lakini la pili ni kutoa msukumo mkubwa kwa Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo, kwa sababu ilikuwa inamezwa na habari, ndio iko juu zaidi. Sanaa, Utamaduni, Michezo walikuwa wanajitahidi, lakini nimeona niachie ionekane kwa uwazi zaidi, kwa sababu Sanaa, Utamaduni ni Michezo ni ajira kwa vijana wetu wengi sana, lakini pia ni utalii, lakini pia kwenye hiyo kuna kukuza jina la nchi pia. Juzi nilipokuwa nikizungumza na vijana wetu wale walioshinda mashindano yale ya East Africa, niliwaambia michezo inakuza jina la nchi, na nikawapa majina ya wachezaji kadhaa ambao ukiwataja mtu moja kwa moja anajua hiyo ni nchi fulani. Kwa hiyo niliona nitoe msukumo huo kwa wizara mbili hizi, na ni matumaini yangu kwamba waliokabidhiwa watakwenda kufanya kazi zinazotarajiwa. Lakini katika mabadiliko haya nimeamua kuvunja tabu ya muda mrefu ya kwamba Wizara ya Ulinzi lazima kae mwanamume mwenye misuli yake. Lakini kazi ya waziri kwenye wizara ile si kupiga mzinga wala kubeba bunduki. Ni mainly coordination, kusimamia sera na utawala wa wizara.
nikaamua dada yetu Stergomena Tax nimpeleke huko, na nimempeleka huko si kwa sababu tu ya kuvunja hiyo mila, lakini kwa sababu ya upeo wake mkubwa alioupata akiwa SADC. Kipindi chote tukienda SADC alikuwa anasimamia vyema mambo yote ya usalama ndani ya region, na alikuwa pia na upeo mkubwa katika maeneo ya East Africa. Kwa hiyo kwa uzoefu alioupata hasa kwenye sekta ya ulinzi regionally, atakwenda kutusaidia huko. Yeye anajua vyema askari wetu walioko Mozambiki, anawajua walioko DRC Congo, kwa nini wako huko, mifumo yao, wanavyobadilika, haki zao, na mambo yote anayajua, na nimehisi atamsaidia vizuri CDF katika upande huo. Lakini pia nimeamua kufanya mabadiliko ya watu watakaoziongoza hizo wizara. Kama ilivyosema, ulinzi ni ndugu yetu Stergomena, lakini habari Aisha tu, habari mawasiliano na teknolojia ya habari, imesemwa hapa ni wizara nzito kidogo, ingawa utekelezaji wa mambo yake ulikuwa unachukuliwa kwa wepesi sana, lakini ni wizara nzito sana. Kwa naomba jipange vizuri, kafanye kazi huko. Januari yamesemwa hapa, nishati sio mgeni, unayajua vile vile Mbarawa, hii sekta unaijua vizuri. Kwa ni matumaini yangu kwamba mtakwenda kufanya vizuri. Uteuzi wenu hauna maana kwamba nyinyi wazuri kuliko wote walokuweko. Hapana, uzuri wenu utaonekana katika utekelezaji wa majukumu yenu, kwa sababu hata tuliowachagua mwanzo wakuwa wazuri pia. Kwa hiyo mtakavyotekeleza ndivyo uzuri wenu utakavyoonekana. Kwangu mimi ninachotaka kuona ni matokeo, results. Sitaki kuona kwenye TV tu mnafanya hili mnafanya, nataka results kwa wananchi. Tuko hapa kuwatumikia wananchi. Kwa hiyo muende mkaanze kwa kasi pale wenzenu walipoachia. Ukiona kuna haja ya kufanya marekebisho katika mambo utakayoyakuta, tuandikie, viongozi tupo, tutajadili, tutakuelekeza vipi uende. Lakini msiwe na woga wa kufanya marekebisho, fanyeni. Nataka muende kwa haraka. Muende kwa haraka. Hasa hizo sekta tatu. Muende kwa haraka sana, kwa sababu muda hautusubiri. Nataka nione results. Na naposema nataka kuona results, sio kwa nyie wapya tu, hata wa zamani. Na wenyewe nataka mjipange upya. Tuone tunafanya nini, tunatoa huduma gani kwa wananchi. Katika kipindi cha miezi 6 cha urais wangu, nilijaribu kuwa mkimya na mtulivu, na nikawa nasoma wizara zote zinavyoendeshwa na mawaziri wangu, manaibu, makatibu wakuu na manaibu wao, jinsi wanavyokwenda na hizo wizara. Kuna mambo mengi ya kurekebisha. Lakini katika kipindi hicho pia hao niliowataja, mawaziri, manaibu, makatibu wakuu, manaibu, walinisoma mimi pia. Wakati mimi nawasoma wao na wao walikuwa wananisoma mimi. Na kama nilivyosema, kati yao walichukulia ukimya na utulivu wangu kama udhaifu, na wakaanza kufanya yanayowapendeza. Lakini wengine walichukulia ukimya na utulivu wangu kama ni njia ya wao kufanya kazi na kuonesha kwamba wanaweza kufanya kazi. Lakini nataka niwaambie, kipindi cha miezi 6 nilikuwa najifunza. Nilikuwa makamu wa rais, nilikuwa na nyinyi, lakini sikuwa na fursa ya ndani ya kujifunza utendaji wa ndani ya mawizara. So nilikuwa najifunza, na nimeona sasa vipi na kwenda na nyie. Katika uongozi kuna mbinu nyingi, na tulivyokuwa tunafundishwa mambo ya uongozi, tulifundishwa kuna style ya carrot, kuna style ya stick.
Kwa hiyo unaweza ukatumia moja katika hizo au zote kwa pamoja. Nami nimejichagulia njia yangu. Nataka niwaambie kwamba tunapoendelea huko, serikali yetu itaendeshwa kwa matendo makali na sio maneno makali. Matendo makali na sio maneno makali. Na naposema matendo makali wala sio kupigana mikwaju au mijeledi, ni kwenda kwa wananchi na kutoa huduma inayotakiwa, kila mtu kufanya wajibu wake. Msinitegemee kwa maumbile yangu haya, pengine na malezi yangu, kukaa hapa nianze kufoka weye wa. Na hisi si heshima, na kwa sababu nafanya kazi na watu wazima wanaojua jema na baya ni lipi. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba tunapozungumza tunaelewana na kila mtu anajua afanye nini kwenye wajibu wake. Kwa msitegemee nitaanza kufoka ovyo ovyo, kufokea watu wazima wenzangu. Tafoka kwa kalamu. Kama nilivyosema, katika kipindi cha miezi 6 hichi kuna watu walichukulia hii serikali poa, serikali cool, kwa hiyo watu wakafanya wanayoyataka. Leo hii nimeapisha mawaziri 4 na mwanasheria 1, na najua kwamba wizara moja katika wizara ambazo nimezipangua portfolio ilitakiwa uongozi wake uweko hapa, uwape upya, kwa sababu sio wizara ile ambayo waliapia nyuma. Lakini kama nilivyosema hapa nilipofika, nimeweka koma, sikuweka full stop. Adjustment hizi zinaendelea. Kwa hiyo tutakavyoendelea, wizara hii nayo tutaifanyia marekebisho, nao watakuja kuwapa mbele yenu. Kwa niseme tu kwamba mabadiliko haya, matengenezo haya, marekebisho haya, kutokana na jinsi nilivyoona utendaji wa mawaziri wangu na viongozi wengine kwenye mawizara, bado yatakuwa yanaendelea. Baada ya kusema hayo, niwaombe sasa mlio hapa na wengine wote mlioko hapa, tukafanye kazi zetu kwa umahiri mkubwa katika maeneo yetu. Lengo ni kutoa huduma zinazostahiki na zinazostahili kwa wananchi na si vinginevyo. Nizungumzie kidogo kwa sababu nimepata jukwaa leo, suala la wamachinga. Najua kwamba serikali tumetoa fursa kubwa kwa ndugu zetu hawa kufanya biashara zao kama njia moja ya ajira kwao, kila mtu akiwa anafanya kitu chake cha kumpatia mkate wake wa kila siku. Serikali inapungukiwa na mzigo, na watu hawa wamekuwa wakifanya kazi katika maeneo tofauti tofauti. Wakuu wa mikoa wanawapanga, wakuu wa wilaya wanawapanga, lakini pia kumekuwa na laxity, watu wamepumzika kiasi ambacho watu hawa sasa wameenea kila pahali, mpaka kwenye maduka wao wanaziba, maduka hayauzi, wanauza wao mbele. Mpaka sasa wenye maduka baadhi yao wamepata na wenyewe mtindo wa kutoa bidhaa ndani na kuwapa wamachinga kuuza, kwa sababu watu hawaingii ndani. Lakini tendo hili linatukosesha kodi, kwa sababu machinga halipi kodi, lakini mwenye duka anatakiwa kulipa kodi. Kwa hiyo wito wangu kupitia jukwaa hili, ingawa hapa sio pahali pake, kwa wakuu wa mikoa kuchukua hatua za kuwapanga vyema. Na ninaposema kuchukua hatua za kuwapanga vyema, sitaki kuona yale ninayoyaona kwenye TV: ngumi, kupigana, kufukuzana, kuchafuliana, vitu kumwagwa. Mnaweza mkachukua hatua vizuri na kuwapanga vyema, bila kuudhi wenye maduka, bila kuudhi wa machinga, na maisha yakaendelea. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu wakuu wa mikoa ambao mnanisikia, mmoja yuko hapa lakini wengine wananisikia kupitia runinga, wachukue hatua zinazostahiki bila kuleta vurugu, fujo na uonevu.
Lakini wito wangu pia kwa ndugu zetu wa machinga au wajasiriamali, na wenyewe nao wajitahidi kufata sheria na kanuni zilizopo, lakini wajitahidi kufuata yale wanayopangiwa na wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, niwatakie kazi njema mliowapa leo, mwende mkaanze kazi, na wale walio kazini mwende mkaendeleze kazi, nami nakwenda kuendeleza kazi ya marekebisho.